نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile na kumtakia ziada za rehma kipenzi cha umma sio mwingine bali ni Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Na ndugu zangu katika imani, katika siku leo nitaeleza kwa muda mfupi kuhusu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kazi ya dini alikuwa akiifanya katika zama hizo za wale washirikina Makka na taabu walikuwa kiipata. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafikishia watu da'wa. Da'wa maana yake yani kuwalingania watu wamjue Allah, wamjue Bwana Mtume, wamwabudu Allah. Lakini watu bado nyoyo zao hazikuwa ni zenye kulainika, bado watu nyoyo zao zikawa ni ngumu, mfano kalhijara wa jiwe. Nyoyo zikawa ni ngumu kweli kweli na zaidi ya jiwe. Lakini licha kwamba Mtume alikuwa akiwafikishia da'wa, na wao vile vile walikuwa wanamlingania Mtume atoke katika dini ya Allah aende katika dini yao ya kumshirikisha Allah. Allah anasema, qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wanakwambia sema, afa ghayra Allahi ta'muruni a'bud, wanakuamrisha kwamba muabudu mwingine asiyekuwa Allah. Ayyuhal jahilun, waambie enyi wajinga, mnaniamrisha mimi ni muabudu mwingine asiyekuwa Allah. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk, kwani imeteremshwa kwangu na aliyekuwa kabla yangu kwamba mkimshirikisha Allah mtakuwa ni wenye kuzibatilisha amali zenu. Endapo wewe umetoa sadaka, umetoa zaka, ukafanya jambo lolote la khairi, kitendo cha wewe kumshirikisha Allah, hiyo shirki itakuwa ni sababu ya amali zako kubatilika, amali zako kuharibika, matendo yako kuharibika. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika mambo tunayopaswa kuwa nayo ni kwamba tuwe na tauhidi, kumpokesha Allah, tusimshirikishe Allah. Endapo kama tukimshirikisha Allah, tutakuwa na madhara makubwa sana tena siku ya Kiyama. Kwa hiyo shirki ni dhambi ambayo Allah tabaraka wa taala haitaki na haipendi kabisa. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidini katika maisha yetu tuwe ni watu ambao wanaomwabudu Allah, kwa sababu ukiangalia katika dhulma zipo za aina tatu. Dhulma kwanza, dhulma ya kumdhulumu Allah, dhulma ya kujidhulumu mwenyewe, dhulma ya kumdhulumu mwenzako. Dhulma kwanza ni dhulma ya kumdhulumu Allah. Kumdhulumu Allah ni vipi? Sio kama unamdhulumu Allah haki yake, labda umpi pesa, labda ufanye jambo. Hapana, kumdhulumu Allah ni kumshirikisha. Kitendo cha wewe kumshirikisha Allah, kuto kumfanyia ibada, ile ni dhulma, wa mdhulumu Allah. Kwa hiyo tujitahidini ndugu zangu, tuwe ni watu ambao wenye kufanya ibada ya kumwabudu Allah, tusimshirikishe yeye. Billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.